Asante. Karibu katika YouTube channel yetu. Kwa majina naitwa Dr. Brighton Nyumayo, na leo katika elimu ya afya tutazungumzia madhara yatokanayo na ugonjwa wa PID. PID kwa kirefu tunasema ni pelvic inflammatory disease. Huu ni ugonjwa unaosababishwa au ni matokeo ya kutokutibiwa kwa magonjwa ya zinaa. Magonjwa gani ya zinaa? Tulielezea katika elimu zetu hapo zilizopita kwamba endapo mama atakuwa amepata infection ya chlamydia au infection ya gonokoko pamoja na baadhi ya bakteria wanaosababisha magonjwa ya aina hiyo, mwanamke anapopata magonjwa ya aina hiyo na yasipotibiwa, huwa yanapelekea via vyake vya uzazi kupata inflammation. Ile inflammation ni matokeo ya yale magonjwa ya zinaa ambayo mwisho wake ndio tunakuja kuita hiyo PID. Kwa PID yenyewe hasa ni matokeo ya kutokutibiwa kwa yale magonjwa ya zinaa ya chlamydia, gonorrhea pamoja na baadhi ya bakteria ambao wanasababisha magonjwa ya aina hiyo. Nini madhara yake? Endapo mama atakuwa amepata PID, kwanza wagonjwa hawa huwa wanajitokezaje? Huwa dalili yao kubwa huwa wanapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa au maumivu makali chini ya tumbo ambayo atakitumia dawa za UTI akiwa anapima hayatibiki. Lakini pia anapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Hii ni dalili mojawapo kubwa sana ambao mama hawa huwa wanakuwa nayo. Wengine huwa wanatokwa na uchafu ambao una harufu sehemu za siri. Hii pia ni sehemu ya hizo dalili. Lakini hizo ni dalili ambazo zinatupelekea sisi kuweza kuhisi kwamba huyu mgonjwa ana hiyo PID. Je, nini madhara yake kwa muda mrefu? Kwanza, kama tulivyoelezea awali, ni ugonjwa ambao unatibika. Kukutana na madaktari ambao wanahusika na tiba za namna hiyo, watakupa tiba ambayo inahusika ili kuweza kutibiwa. Lakini huenda ikawa imeshasababisha madhara ambayo yakasababisha shida katika maisha ya mtu husika. Madhara ya kwanza ambayo inasababisha hiyo kitu, kwanza ni maumivu makali kipindi cha hedhi. Kwa mama ambao wanakuwa na PID huwa wanapata maumivu makali sana kipindi cha hedhi yao. Si kwamba mama wote wanapata maumivu makali kipindi cha hedhi wanasababishwa na PID, lakini mama mwenye PID ukimtibu PID, yale maumivu yataweza kupungua au yataweza kusha kabisa kipindi chake cha hedhi. Hivyo basi hii ni moja ya sababu. Lakini sababu nyingine ya pili ambayo ni changamoto kubwa hasa kwa nchi yetu ni kuziba kwa mirija ya uzazi. Kuziba kwa mirija ya uzazi kunachangia kwa kiasi kikubwa sana changamoto ya ugumba. Na hii inasababishwa na hiyo changamoto ya PID. Kwa maana kwamba inflammation katika mirija inayosafirisha mayai, lakini mirija inayosafirisha mbegu za uzazi. Hivyo basi mama atashindwa kusafirisha mayai kutoka yalipopevushwa kuja kwenye mirija ya uzazi ili aweze kukutana na mbegu za uzazi. Hivyo itampelekea huyu mama aweze kupata changamoto ya ugumba. Lakini hasa hii changamoto huwa inakuja kupelekea shida ya mimba kutungwa katika nje ya mfuko wa kizazi. Tunasema ectopic pregnancy au tubal pregnancy. Ujauzito unakuja kutengenezwa katika mirija ya uzazi. Na ni ujauzito ambao hautoweza kuendelea, mwisho wa siku unakuja kupasuka na kusababisha madhara makubwa ya upungufu wa damu kwa mama ambaye amepata changamoto hiyo na atahitaji operation ya dharura. Hivyo basi endapo msichana, mdada, mama amepata dalili za magonjwa ya zinaa kama chlamydia, gonorrhea, anatakiwa atibie kwa haraka ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza baadaye. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya sehemu ya madhara ambayo yanaweza kutokana na PID. Hivyo basi pindi upatapo hizo changamoto, muone daktari uweze kutibiwa ili kuweza kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika siku za usoni. Asanteni sana, usisahau kusubscribe channel yetu kwa ajili ya elimu zijazo.